Na mtazamaji wa Raya TV, jina langu ni Anthony Sebastiani na leo nipo hapa kukuletea tukio la kusikitisha ambapo dada mmoja aliyefahamika kwa jina la Shakira inasadikika kwamba amejinyonga, huku sababu za yeye kufanya tukio hilo hazijajulikana. Polisi tayari wamefika eneo la tukio na taratibu za kiuchunguzi zinaendelea. Zitakapokamilika tutawaletea taarifa rasmi ili muweze kufahamu ni nini kimemsibu dada huyu. Kwa sasa tuache mamlaka ziendelee kufanya taratibu zote, huku nikikusii wewe mtazamaji uendelee kutazama Raya TV kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujua chanzo na undani wa tukio zima. Jina langu ni Anthony Sebastiani, mpaka wakati ujao. Asanteni. Mkuu, hii barua nimekuta kwenye chumba na sitakuwa na marehemu. Haya, sawa. Hakuna wakulaumiwa juu ya hiki kilichotokea. Hisia hupelekea mtu kushindwa kujikontrol baada ya akili kuzidiwa na moyo. Naomba usikilize mama, nadhani sasa ni muda wa kuserebuka. Music please. Umenifunika upendo, kwingine kabisa sioni. Wale wa barabarani napita dharani, na hata yao maneno hayapiti kisikioni. Mani mebaini kwako mifarafarani, o mahabuba ili sikio la kufa. Taja kumbuka ukukuzama kwa pupa, hata mama rinusa mengine ya ndumba. Sani meruba yamenikuta, baby nambie kasiri unajua sitozingua hata ukinambia. Oya baby nambie kasiri unajua sitozingua hata ukinambia. Mana penzi limenikoko, limenipopofu, limenipofoa. Tena penzi limeninyonyo, limeniponyofu, limeninyofo. Mana penzi limenipopo, limenipopofu. Wewe ni mwanaume wa pekee sana kutokea katika maisha yangu. Yaani mpaka nashindwa kuelewa na bahati kiasi gani katika hii dunia. Kwa nini? Yaani wewe ndo mwanaume wa kwanza duniani kutokutaka kuseksi na mwanamke mpaka umuoe. Ni mwenyewe nashindwa kuvumilia. Yaani unanikazia mpaka nakufikiria vibaya. Shakira, nakuuliza tena, kwa nini unasema hivyo? Mwenzangu, si pengine jogo mapande mtungi. Naona nicheke. Hapana. Katika siku ambazo umenichekesha ni leo.
ila utakapofikia wakati ndio utajua kuwa Jason jogoo apande mtungi au apande mlima. Sawa? Naheshimu sana hisia zako, pia naomba nawe uheshimu hisia zangu. Upo wakati wako utakapofika, tutafunga ndoa. Wewe ni mpenzi wangu. Yaani mwanaume ambaye ana principle ambazo anatakiwa kuwa nazo mwanamke. Maana sisi wanawake ndio tunasema kaka, mwanake mpaka niolewe ndio uniguse. Sasa hivi imekuwa kwa mwanaume. Wewe ni mwanaume wa tofauti kabisa. Yaani Shakila, napenda nikwambie leo ndio mwanzo wa safari ya ndoa yetu. basi sawa, acha mimi niwahi nyumbani kwa sasa, muda umeshaenda. So unamjua mzee wangu, muda mwingine ndio, muda mwingine hapana. Okay. Naomba ufike salama, pia wasalimie wazee. Nifike salama niko kitandani wakati unisindikiza. Shakila, si unaenda mapema tu saizi, hebu angalia. Bwana wewe usinitanie. Unisindikize. Anza basi. Tunakubaliana na mimi na si sheria nafuata mkondo. Shakila, unioe. Uwezi kudaka mpira ulo ubutua kwa miguu yako mwenyewe. Ukiruhusu hisia zako zikakuchukua, unaweza jizika mwenyewe. Kitendawili mwanadamu hata king'amua, mtegaji we kitege utegavyo. Mara nyingi we kubali kama unazingua, ikiwa unaishi utakavyo. Hii dunia hii. Shikamoo baba. Marahaba. Shakila, unatoka wapi? Nimetoka kwa mchumba wangu. Kwa nini iwe hivyo? Unamaanisha nini baba? Acha kunitukanisha. Bado hajawa huru kulala na wewe kwa sababu hajawa mumeo wa ndoa. Shakila, unatukosea sana. Lakini baba, ilikuwa ni usiku, usafiri. Funga mdomo wako. Umekosea alafu bado unaendelea kukosea. Unazungumzia usafiri katika nyumba ya madereva? Uko sawa wewe? Acha kuweka akili yako chini ya unyayo. Mitihani tunaifanya sirini, matokeo hubandikwa hadharani. Hatobane mdomo wako kwa kipini, walimwengu watatoboa kifuani. Mwogope Mungu kabla hujawahi. Mume wangu, binti yetu anakaribia kwenda kuanza maisha yake mapya. Muda si mrefu tunatarajia kupata wajukuu. Na iwe hivyo, kwa maana kwa umri aliyokuwa nao sasa anastahili naye kuwa na familia yake. Ila tumuombe sana Mungu, kwa maana vijana siku hizi wana mambo mengi. Mimi naamini mambo yote yataenda sawa tu. Tuombe Mungu. Mwanangu, unaenda kuanza maisha ya familia muda sio mrefu. Cha kuzingatia Shakila mwanangu, maisha ya ndoa yanahitaji uvumilivu. Usione mimi na baba yako tumedumu muda mrefu ukadhani hatugombani. Hata hivyo vikombe kabatini vinagombana mwanangu. Ila ninachoomba ni uvumilivu na heshima, ndio iwe silaha yako. Nitatamani sana ufike pale tulipo sisi.
Mama, nafurahi sana kusikia maneno yako mazuri mama, maneno yenye busara, maneno yenye hekima, maneno ambayo yanaufanya moyo wangu kuwa na furaha. Na kuelewa sana mama. Yaani nakuahidi tu nitafuata kila ambacho umeniambia. Nitafuata kila njia ambazo umenielekeza mimi nipite. Nitafuata kila ambacho umeniambia. Na nitajitahidi kufanya ndoa yangu isimame. Nitafanya ndoa yangu iwe kwenye msimamo unaoeleweka pale itakapofanyika. Nitafurahi sana kama ikiwa hivyo binti yangu mrembo. Karibu kwenye ulimwengu wetu. Asante ma. Samahani sana mzee wangu. Nimekuja hapa nahitaji tuzungumze mambo ambayo japo si tamaduni zetu za Kiafrika kijana kuzungumza mambo yako mzee. Lakini ukiona mpaka nahitaji kuzungumza ya maneno ujue yamenifika hapa. Yamenichoma. Baba samahani sana. Niko tayari kufanya kitu chochote ili nimuoe mwanao. Tulipanga nije kujitambulisha vizuri tu. Lakini ghafla alinigeuka. Nampenda sana Shakira. Naomba ongee naye babangu. Niko tayari kutoa mahali hata sasa hivi. Kijana, hongera sana. Hongera sana kijana. Wewe ni jasiri sana. Tena unaweza ukamkabili simba na ukamuua. Ni vijana wachache sana wenye ujasiri kama wako. Nashukuru umeeleza hisia zako na Shakira yupo. Ni kijana mwenzako. Na ni kwamba baada ya kukusikiliza nitazungumza naye. Baada ya kuzungumza naye majibu atakayonipa nitakueleza. Lakini mimi mzee hakuna chochote ambacho nilichomkosea. Hakuna. Unaonekana kwamba una uadilifu wa kutosha. Hutaki mchezo huu kama unaofanya vijana wengine. Unataka kwenda katika njia inayonyooka na ndio sawa. Ombi lako nimelikubali. Nitalifanyia kazi. Ila kuhusiana na masuala ya majibu, amejibu nini? Hayo sasa nitakueleza baada ya kuzungumza naye. Asante. Ujue unanishangaza sana kijana. Kama wanawake mbona hapo wengi? Kwani unamng'ang'ania Shakira? Si utafute wanawake wengine. Utamuaje mtu ambaye hakutaki jamani? Wewe mama Shakira wewe. Shakira ni mwanamke anayejua kubembeleza hata kama huna hela ukajiona tajiri. Shakira ni mwanamke anayenyenyekea. Shakira anajua kumsupport mwanaume masaa yote 24. Pia Shakira akikosea anajua namna gani ya kumpa msamaha. Yaani Shakira yuko vizuri kila idara. Shakira ana kila sifa ya kuolewa. Mama, nakuomba sana. Ongea na Shakira. Basi akwambie wapi nimekosea. Mimi nitajaribu kuongea naye ili aweze kukubali umuoe. Maana naona unampenda sana binti yangu. Na umekuwa mwazi sana kwangu. Nitashukuru sana. Siko tayari kumkosa Shakira.
Kama powe kiripuka. Kiukweli rafiki yangu na bahati sana kumpata mwanaume wa vile, eti hataki mgusane mpaka mfunge ndoa. Kiukweli mpaka nakuonea wivu. Ni sawa, lakini kumbuka na mimi ni binadamu. Kuna muda ninakuwa na hisia, na sio kwamba sijawahi kufanya. Kuna muda lazima nichangamshe mwili. Nataka mimi yani nikae na msongo wa mawazo kama niko single wakati nina mtu. Yaani Shakira, akili zako zinakutosha mwenyewe. Na nizitoshe tu dada. Yaani huwezi kuamini mpaka natamani kutumia nguvu nikiwa na Jason. Vumilia. Mambo mazuri hayataki haraka. Mwenzio ana malengo na wewe. Pengine hataki watoto wa nje ya ndoa. Hai. Yaani mwenzangu yule, mimi naona atakuwa ni malaika. Kwa dunia hii ya leo, unamtoa wapi mwanaume kama yule? Yaani kwamba eti mpaka mfunge ndoa wapi? Yaani yule, mimi naona kama yaani yule malaika hatumia mwili wa binadamu. Shakira, hivi unadhani mimi sina hisia na wewe? Na hisia na wewe pia, nina hamu sana na wewe. Ila naheshimu hisia zako, pia na kuheshimu wewe mwenyewe. Siwezi nikafanya tendo la ndoa kabla tukiingia kwenye ndoa. Nakupenda sana Shakira. Jason, kwa nini unaninyanyasa lakini? Mimi mbona nimeshakuwa tayari na nimekubali wewe kuwa mwanaume wangu sahihi. Nimeridhia kabisa wewe kuja kuwa mume wangu. Shida iko wapi? Mambo mengine yaendelee. Jason. Jason. Usiwe hivyo bwana. Usiwe hivyo bwana Jason. Sawa. Usiwe hivyo bwana. Naomba uvumilie. Mimi sitaki bwana. Naomba uvumilie Shakira. Hivi ni mwanamke gani usiokuwa mwelewa? Unahisi kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa ndio unaonyesha kuwa unanipenda au unaniheshimu? Sio hivyo Shakira. Sawa, naheshimu hisia zako, pia nakupenda sana. Naomba nivumilie mpaka siku ya ndoa. Nilijua tu. Na ndio maana nilikwambia wewe sio mzima. Una tatizo kwenye mwili wako. Mimi kuheshimu wewe sio sawa na watu wengine ambao wanaonja wanawake kabla ya ndoa na kuwaacha. Kwa naomba usamini sana jinsi mimi ninavyokusamini. Sio kweli. Mimi na wewe tuko kwenye mahusiano ndani ya muda gani? Wewe una matatizo sio bure. Shakira! 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 Kesi kama nilivyokuambia. Sawa. Mimi msimamo wangu uko pale pale. Siwezi kufanya naye Shakira tendo la ndoa kabla tukiingia kwenye ndoa. Unielewa? Kwa sababu gani? Yaani una matatizo gani? Unaumwa au shida nini? Kesi. Unajua kila mtu ana maamuzi yake kama ulivyokuwa na maamuzi yako. Hayo ni maamuzi yangu mimi. Wewe pia una maamuzi yako. Mimi nimejiwekea maamuzi yangu kwamba siwezi kufanya lile tendo mpaka niingie naye kwenye ndoa. Na isitoshe pia kama wazee wetu waliweza, mimi kwa nini nishindwe? Hivi kwa serious ni swala kweli? Yaani mwanamke anataka mfanye tendo la ndoa hutaki kweli? Hiyo mimi siwezi yake Mungu. Yaani mwanamke yuko kitandani, wewe hutaki. Unajua kitu kimoja Kesi. Sasa heshima. Huwezi ukaanza naye tendo la ndoa alafu ndio muoe. Sawa, yule ana hisia. Anatakiwa uheshimu hisia zake. Alikadhalika mimi pia nina hisia. Anatakiwa naye aheshimu hisia zangu. Si utakuwa ushanielewa hapo. Mimi naheshimu hisia zake
na yeye pia namheshimu, lakini sitaki kumvunjia heshima yake kwa sababu ya hivyo. Mzee baba, unafeli. Na maisha yangu siwezi. Itikadi zangu mimi lazima nijue kwamba hizi ni mbivu au mbichi. Iko ndo cha kwanza. Hayo mambo ya kizamani Jason. Labda wewe unaumwa, una shida zote za kiafya, lakini tofauti na hapo lazima uguse kidogo mzee. Sawa, tunatofautiana. Wewe sio mimi na mimi sio wewe. Ila mimi msimamo wangu ni huo. Mimi nimejipangia hivi. Uwezi kudaka mpira ulo ubutua kwa miguu yako mwenyewe ukiruhusu. Kwani unakosa uvumilivu mwanangu? Ni juzi tu mmetoka kuvishana pete, leo mnagombana. Kisa mwenzio amekwambia anataka ajipange, wewe unataka akuoe haraka. Sikiza mwanangu Shakira. Maisha ya ndoa yanahitaji kujipanga. Na atakuoa. Hebu acha utoto mwanangu. Hivi mama, ni nini maana ya kuvalishwa pete? Hii subiri mimi nimechoka mama. Maana ya mtu kuvalishwa pete ni unavalishwa pete, ndoa inafungwa, kila mmoja anaenda na mambo yake mama. Mimi nakaa mama, nakaa nafugwa tu hapa na kula kama ng'ombe. Alafu mwenyewe unarizika tu mama. Unachukulia poa tu mama, yani wewe roho yako safi unaniambia sijui mipango sijui nini. Mama, ingekuwa tayari ameshafanya mipango yake ndio angekuja kunivalisha pete. Hajafanya mipango, anakuja ananivalisha pete, maana yake nini? Mimi nachoka mama, mimi nachoka. Shakira, mbona mimi nakuelewa sana mwanangu? Yaani hao unaongea ni ya kweli kabisa. Mbona mwenzio ana mapenzi ya dhati kabisa na wewe Shakira? Atakuoa. Wasiwasi wako nini mwanangu? Unadhani mama ni mtu aina gani anaweza kusubiri hivi ninavyosubiri mimi? Kama powe kiripuka, maana hata Mwenyezi ni Mungu, ila kunawa mpao machungu tunasubiri matokeo baada ya kuifanya mitihani, tunangoja matokeo mtendo wa Mungu mshindi, na tunasubiri matokeo tunangoja matokeo mitihani tunaifanya sirini, matokeo hubandikwa hadharani. Atobane mdomo wako kwa kipini, walimwengu watatoboa kifuani. Mwogope Mungu kabla hofu ya walimwengu, ufunze moyo kwa wema ni kama mbegu. Tamaa yako inaweza geuza mbingu, punguza kasi kambele kuna kiwingu, lenye mwanzo likose hatima yake. Leo nataka uniambie vizuri, hivi ni mwanaume gani wewe unayemhitaji? Kwa maana wanaume wengi wanaokuja hapa kwa nia ya kukutaka wewe huwataki, na isitoshe watoto wa watu wanaonekana kuwa wana mapenzi ya dhati juu yako, na pia wanaonekana wako vizuri kiuchumi, lakini wewe bado unashikilia msimamo wako. Nashindwa kukuelewa kabisa. Ni sawa baba, nakuelewa, lakini kila mmoja anachagua maisha ya kuishi. Naamini hata wewe wakati unampata mama, hakuna mtu aliyekuchagulia. Kwa hiyo na mimi ninachagua maisha yangu ya kuishi. Sitaki kuja kuwa na mume ambaye hatofanya mimi ni enjoy kwenye maisha. Nataka tuweze kuenjoy yote na sio enjoy yeye tu. Alafu hata swala la pesa sio kipaumbele sana, isipokuwa tu ni kichochezi cha mapenzi kunawiri na kukaa sawa. Na nikimpata mwanaume sahihi, mwanaume ambaye ana vigezo ambavyo mimi navitaka, nitamleta kwenu baba, na sheria zote zitafuatwa.
unaifanya sirini, matokeo ubandika. Eti leo kapenda, wakati kila mwanaume alikuwa hamtaki. Mbona Jason kachelewa sasa? Pale panapotokea jambo lisilo la kawaida ndipo watu wanapopatwa na mshangao. Lakini kupitia hili nini kitaweza kutokea? Na nitaendelea mpaka lini kukaa nalo wakati linanitafuna moyo wangu? Acha niwe mwazi, kwa sababu sina chaguo. Yeah. Okay. Yeah. I will be there. Yes. Okay. Okay. I'm sorry. Nimejua unanipenda Jason. Sawa, nimekubali, nitavumilia. Siwezi kukaa peke yangu. Shakila, I know. Just cool down. I love you. Napenda utambue hilo. Kingine penzi wangu, hata ukilia bado sura yako inaonekana nzuri, japokuwa sipendi nikuona unalia. Baba, unawezaje kunipenda kimapenzi mimi mwanao? Tena hakunizaa. Vipi kuhusu mama yangu? Vipi kuhusu mchumba wangu? Vipi kuhusu jamii inayotuzunguka? Baba, kwani mikosa langu liko wapi? Nakukosea nini babangu? Baba, kwani mikosa langu ni nini? Mimi nimekukosea wapi? No. Hapana. Baba, siwezi kuona unanivulia nguo. No. Sasa ulitaka mimi nifanye nini? Nimeshindwa kabisa kuzizuia hisia zangu. Shakila, nakupenda. Akili yangu imezidiwa na moyo. Hebu nisapoti. Mimi ni baba yako, ndiye niliyepata tabu kukulea. Nakupenda Shakila.
Hapana baba. No, usifanye hivyo. Uwezi kudaka mpira ulo ubutua kwa miguu yako mwenyewe. Ukiruhusu hisia zako zikakuchukua, unaweza jizika mwenyewe. Kitendawili mwanadamu hata king'amua, mtegaji we kitege utegavyo. Mara nyingi we kubali kama unazingua, ikiwa unaishi utakavyo. Hii dunia ina system yake, utaratibu wa kuishi ndani yake. Hakuna kosa likose adhabu yake, lenye mwanzo likose hatima yake. Hata siri kifanyika siya wawili, siku itafichuka, ndo mwanzo wa ubaya. Wakati unatoka kuoga na kutazama, wakati ukila chakula na kutazama, na wakati unafanya kazi zako pia na kutazama. Lakini hali yangu inakuwa mbaya zaidi pale unapokuwa unapaka mafuta ukiwa umetoka kukoga ili uvae nguo. Kwa kweli imenifanya nishindwe kufanya chochote na mama yako. Shakila, hebu nihurumie. Nakupenda. Nionyeshe upendo kama vile ambavyo mimi nilivyoweza kuonyesha upendo toka ukiwa mdogo, binti yangu. Alafu na kuahidi kuwa hii itabaki kuwa siri kati yangu mimi na wewe, hatojua mtu yeyote yule. Please. Mungu, ni mtihani gani tena hii unayonipa? Mbona unanipitisha katika njia ngumu kabla hata ya ndoa yangu? Nikisema nimwambie mama, naona nitaharibu ndoa yao ambayo wameitengeneza zaidi ya miaka 20. Na pia wamebahatika kunipata mimi tu. Sasa nifanye nini? Katika hili baba yangu amekuwa kichaa kabisa. Shakira, kwa nini unalia? Sidhani kama kulia ndio sababu ya kumaliza tatizo. Naomba usilie Shakira. Naomba uzidi kunivumilia. Muda si mrefu utakuwa mke wangu. Jason, nipo kwenye wakati mgumu. Nipo kwenye wakati mgumu wa kuzuia hisia zangu. Nichukue basi haraka. Kama kweli umekusudia kunioa, dhamira yako nimekuwa mkeo, basi fanya haraka. Ina haja gani ya kusubiri wakati umeshafanya hatua zote? Shakira,
yuko chini yangu. Muda si mrefu ndafunga ndoa na wewe. Nakupenda Shakira, nakuhitaji, pia naheshimu sana hisia zako. Mitihani tunaifanya sirini, matokeo hubandikwa hadharani. Atobane mdomo wako kwa kipini, walimwengu watatoboa kifuani. Mwogope Mungu kabla ufe walimwengu, ufunze moyo kwa wema ni kama mbegu. Tamaa yako inaweza geuza mbingu, punguza kasi kambele kuna kiwingu. Lenye mwanzo likose hatima yake, siri kifanyika siya wawiko siku itafichuka, ndo mwanzo wa ubaya. Kama powe kilipuka. Shika. Shika. Mume wangu. Nini bwana? Si nilishasema kwamba nikishalala sitaki usumbufu. Haya, kuna nini? Nashindwa kuelewa kabisa mume wangu siku hizi. Yaani hauna hamu kabisa na mimi. Sina furaha na ndoa yangu. Yaani hata nyumba siitamani. Imekuwaje? Siku zote iko hivyo. Jambo lolote likienda kinyume na mazoea, huwezi kuelewa. Nachoka sana sasa hivi, kazi zinanizonga mno. Muda mwingine mpaka natamani kwenda kulala sebuleni, ila nahofia jamii inaweza ikanielewa vibaya. Jamii? Hapana. Wewe mke wangu unaweza ukanifikiria vibaya. Mume wangu, achai kweli uirudia. Unamaanisha nini? Namaanisha anaokataa mawaidha ya kweli, ipo siku atayahitaji. Unajua, akili imezidiwa na moyo, ila ipo siku yatatokea mabadiliko. Wewe ndio mke wangu. Kabiliana na lolote lile litakalojitokeza mbele yako, ili kulinda ndoa yako isije ikaharibika wakati huu wa utu uzima. Wakati ujana ulishashinda. Kuna story ya mapenzi ya baba kumpenda binti yake wa kwanza. Mimi nilikuwa nasoma vitabu vingi, lakini sijakutana na hicho kisa. Mwandishi hicho kitabu ni nani? Msigwa. Mchungaji au mbunge? No, ni director wa film. Anasemaje? Ni baba amempenda mwanae wa kumzaa. Yaani kampenda kutoka ndani ya moyo wake. Yaani kiukweli wakati nasoma kile kitabu, nilikuwa naogopa sana. Jemima, mimi ni mtoto wa pekee kwenye familia yangu. Mimi ni mtoto wa kike. Nimezaliwa mwenyewe kwenye familia yangu.
So nikiwa nasoma kile kitabu, yaani naona kabisa kwamba kimeniface mimi, yaani direct kabisa najiona mimi ndani ya kile kitabu. Hisia zangu zote zinanipelekea mule. Sasa unalia nini tena jamani? Nyamaza bwana. Hicho ni kitabu tu. Watunzi wengi huwa wanatunga kwa sababu ya kuelimisha na kurudisha pia. Huwa wanapanua wigo wa kufikia zaidi. Sasa unalia nini? Jemima, wewe hujui Jemima, kuna hadithi zinaumiza, kuna hadithi zinachoma mioyo ya watu. Kiukweli sijaendelea kusoma kile kitabu kwa sababu kinanigusa. Sijui hata kimeishaje, sijui kimeendelea vipi. Basi naomba na mimi nikisome, huenda nikajifunza jambo. Mimi nitakupa, lakini hakikisha unakisoma chote. Jemima, utakuja kuniambia. Ilikuwaje baada ya baba kumwambia binti yake kuwa anampenda? Usijali. Mwogope Mungu kabla ufe walimwengu, ufunze moyo kwa wema ni kama mbegu, tamaa yako inaweza geuza mbingu, punguza kasi kambele kuna kiwingu, lenye mwanzo likose hatima yake, siri kifanyika sia wawili kwa siku itafichuka, ndo mwanzo wa ubaya. Nisamehe sana mke wangu, nisamehe. Uwepo wako duniani ulikuwa unaninyima uhuru wa kuwa na Shakila. Kwa sasa haupo, ni nafasi nzuri sana ya mimi kuenjoy na Shakila. Tangulia kwa amani.
simuoni mama ameenda wapi? Na sio kaida yake kuchelewa kuamka. Lakini baba, sasa mama anafanya nini lakini? Mama ananikosea. Sasa mama ananiachaje katikati ya shimo? Basi angesubiri basi mimi hata niolewe. Angeona hata harusi yangu sasa naondoka. Sasa anaenda wapi? Anaondoka anaenda wapi sasa? Mama naye bana. Binti yangu, mimi mwenyewe sielewi chochote. Nimeamka tu asubuhi nimeikuta hiyo barua. Amenichoka. Na ndio maana ameona bora aondoke akaanze maisha kwingine. Maana nimemtafuta kila mahala, hayupo. Nimepiga simu kwa ndugu jamaa na marafiki mpaka kijijini, patupu. Isitoshe, nimepigia simu marafiki zake wote, kote huko hayupo. Mbaya zaidi, laini yake ya simu ameiacha. Ila naona kabisa ipo sababu. Kwa mama sio rahisi kabisa kufanya upuuzi kama huo. Uwezi kudaka mpira ulo ubutua kwa miguu yako mwenyewe. Ukiruhusu hisia zako zikakuchukua, unaweza jizika mwenyewe. Kitendawili mwanadamu hata king'amua, mtegaji we kitege utegavyo. Mara nyingi we kubali kama unazingua, ikiwa unaishi utakavyo. Hii dunia ina system yake, utaratibu wa kuishi ndani yake. Hakuna kosa likose adhabu yake, lenye mwanzo likose hatima yake. Siri kifanyika siya wipo, siku itafichuka, ndo mwanzo wa ubaya. Kama pomwe kiripuka, maana hata Mwenyezi ni Mungu, ila kunawa mpao machungu. Unasubiri matokeo baada ya kuifanya mitihani. Unangoja matokeo mtendo wa Mungu mshindi na. Unasubiri matokeo kuifanya mitihani. Unangoja matokeo mtendo uleta. Mitihani tunaifanya sirini, matokeo hubandikwa hadharani. Hatobani mdomo wako kwa kipini, walimwengu watatoboa kifuani. Mwogope Mungu kabla ufe walimwengu, ufunze moyo kwa wema ni kama mbegu. Tamaa yako inaweza geuza mbingu, punguza kasi kambele kuna kiwingu, lenye mwanzo likose hatima yake.
Ina maana baba ndio umeamua kunifanyia hivi? Shakira, relax. Relax mwanangu. Nilikuwa nakupenda toka zamani. Na kuondoka kwa mama yako hakujua kama ananipa nafasi nzuri kabisa ya mimi kuwa na wewe. Kwa hiyo hupaswi kusikitikia hii nafasi, unapaswa kufurahia. Eti mti ni upande mimi mwenyewe matunda waje kula watu wengine kweli? Haiwezekani bwana, hata wewe. Nakupenda sana. Sawa kipenzi. I don't care who are you. Ina maana baba ndio umeamua kuniharibia mfumo wangu wa maisha. Umeamua kuharibu kabisa maisha yangu, si ndio? Sawa. Huyu mtoto atakapozaliwa atakuita nani? Atakuita babu, atakuita baba, atakuita nani? Haijalishi. Hii jamii yetu inatutazama vipi? Hao majirani wanatuangalia vipi baba? Shakira, usitaki kunichanganya. Siishi hapa kwa ajili ya jamii inayotuzunguka. Mimi naishi kwa ajili ya jamii yangu, nina utaratibu wangu wa maisha. Sawa? Kama swala la jamii sijui inayotuzunguka, sijui inatuangalia vipi, I don't care. Sawa? Sawa, hauishi kwa ajili ya jamii inayokuzunguka. Je, ni vipi kuhusu mchumba wangu? Haujali kuhusu mchumba wangu, unajali kuhusu furaha yako wewe tu, si ndio? Haujali furaha za watu wengine. Tena nyamaza, sitaki kabisa kusikia jina la huyo mchumba wako. Mchumba kitu gani? Wewe una mchumba? Ni mara ya kwanza na ya mwisho, sitaki tena. Huyu ni takataka tu katika wachumba. Sitaki kusikia. Umenielewa? Mimi nina taratibu za maisha yangu. Sawa? Mimi ni shikashika na nina taratibu kama shikashika na familia yake. Ndio maana ulimfukuza mama hapa nyumbani ili uweze kustarehe, uweze kuenjoy na mimi, si ndio? Mimi ni binti yako ulinizaa. Mimi ni binti yako ambaye ulitumia nguvu nyingi kunizaa na kunilea mpaka kunifikia ili uje unirudie, si ndio? Mama yako alishiba chakula cha undani na ndio maana amekuwa kama kuku, ameshiba chakula, ameenda sasa kuchakua majaralani. Sawa? Na ili wewe halikuhusu. Kama siku ikifika atarudi mama yako. Sawa? Kwa hiyo kwa sababu yeye alishiba chakula akaondoka, wewe umeshiba chakula kwa pesa zako, unatumia mfumo dume kuniharibia mimi maisha yangu, si ndio? Sikiliza, msimamo wangu ni mmoja tu. Shakira, wewe ni mwanangu na utaendelea kuwa mwanangu. Pia utambue kwamba wewe ni mama watoto wangu mtarajiwa. Na taratibu zangu na sitaki tena kingine kusikia. No discussion. Nimemaliza. It's fine. I show you who I am. Huna cha kunionyesha. Nitabaki kuwa baba yako na baba wa mtoto wako. Puzi mmoja.
naomba sigara. Wewe ni sigara yote. Sigara si sigara tu, yote zinatoa moshi. Mapenzi ni upumbavu mtupu. Mwanaume unaweza ukawa unajifanya nabii kwa mwanamke, lakini mwanamke asijue thamani yako, kwa sababu wanawake wote na wapumbavu isipokuwa mama yangu mimi tu. Basi na kingine, wanaume wote, yaani nawazungumza, nasema hivi, wanaume tuwe makini, kwa sababu akili za wanawake ni kama nzige, anaweza akaruka sehemu nzuri akaenda kutua kwenye moto. Hayo nazungumza kwa sababu yamenikuta. Hayo nazungumza kwa sababu sitaki kukaa na siri ya kipumbavu katika moyo wangu. Acha niyatoe, kwa sababu unaweza ukalea mtoto ambaye sio wa kwako, ni wa baba mkwe wako. Sasa sio atakuhitaji. Utaniandikia bili, sina hela ya kulipa. Sawa? Shakira, hivi kwa nini umeshindwa kunivumilia japo kidogo tu? Mimi Jason je kulia mtoto ambaye sio wangu, jamii itanielewaje? Shakira, umeshindwa kusubiri kidogo tu, na hili swali nilijua mapema sana, na ndio maana sikutaka kufanya tendo la ndoa nawe kabla ya ndoa, ili nisije nikalia mtoto ambaye sio wangu. Jason, haikuwa dhamira yangu. Aliniwekea dawa kwenye juisi. Naomba unisamehe Jason, sijakusudia kufanya hivyo. Nipo chini ya miguu yako. Naomba iwe siri kati yetu mimi na wewe. Ingewezekana tuondoke tuende mbali. Jason, nakufa kabla ya siku zangu. Shakira, jamii ikitambua itanielewaje mimi Jason kulea mtoto ambaye sio wangu, tena baba mkwe wangu, rafiki yangu Kesi? Shakira, jamii itanielewaje mimi Jason kulea mtoto sio wangu, tena baba mkwe wangu? Shakira, rafiki yangu Kesi atanielewaje mimi kama Jason anashia mapenzi na baba mkwe wake? Shakira, siwezi kuvumilia kwa hili. Tulia! Naomba utulie hivyo hivyo. Shakira, naomba utoke. Naomba utoke ndani kwangu. Tena isitoshe, jina la Jason liwe mwisho na mwanzo kulitamka kinywani kwako kuanzia sasa hivi. Naomba utoke.
Shakira. Bado nilikuwa na mipango mingi na wewe mwanangu. Umechukua maamuzi ambayo si sahihi. Umeikatili nafsi yako. Umeidhulumu nafsi yako. Kwa nini? Kwa nini mwanangu? Kwa nini? Dunia si sehemu salama tena ya kuishi mimi. Nimepoteza familia, nimepoteza mke, nimekupoteza mwanangu. Mimi nina thamani gani tena? Nina thamani gani mimi? Nilijua nikimuondoa mama yako ndio nitapata nafasi nzuri sana ya kukupata kwa. Lakini kumbe sivyo. Naambulia kupoteza familia yote. Kwa sasa dunia haipo karibu na mimi. Haipo na mimi kabisa kabisa kabisa. Shakira.
Nisamehe sana mke wangu, nisamehe sana. Nilifikiri kukuondoa wewe duniani ndio nitapata nafasi nzuri sana ya kuenjoy na Shakira. Kumbe ni tofauti na matarajio yangu. Nimekupoteza wewe mke wangu, nimempoteza Shakira. Kwa sasa naona dunia yote imenielemea. Sina thamani tena, sina thamani tena ya kuishi. Yani ni heri niwafuate huko mlipo, heri nikufuate mke wangu huko uliko. Sasa utafanya utaratibu wa kuondoa mwili upesi iwezekanavyo, sawa eh? Sawa. Nahitaji msaada haraka iwezekanavyo katika eneo hili la Kimara. Kuna tukio limetokea. Uwezi kudaka mpira ulo ubutua kwa miguu yako mwenyewe, ukiruhusu hisia zako zikakuchukua, unaweza jizika mwenyewe. Kitendawili mwanadamu hata king'amua, mtegaji we kitege utegavyo, mara nyingi we kubali kama unazingua, ikiwa unaishi utakavyo. Hii dunia ina system yake, utaratibu wa kuishi ndani yake, hakuna kosa likose adhabu yake, lenye mwanzo likose hatima yake. Siri kifanyika sia wipo siku itafichuka, ndo mwanzo wa ubaya. Kama powe kiripuka, maana hata Mwenyezi ni Mungu, ila kunawa mpao machungu. Unasubiri matokeo, matokeo baada ya kuifanya mitihani, unangoja matokeo, matokeo mtendo wa Mungu mshindi na unasubiri matokeo, matokeo unafanya mitihani, unangoja matokeo, matokeo mtendo uleta mitihani tunaifanya sirini, matokeo hubandikwa hadharani, hatobane mdomo wako kwa kipini, walimwengu watatoboa kifuani. Mwogope Mungu kabla hofu ya walimwengu, ufunze moyo kwa wema ni kama mbegu, tamaa yako inaweza geuza mbingu, punguza kasi kambele kuna kiwingu, lenye mwanzo likose hatima yake. Siri kifanyika sia wipo siku itafichuka,